Karibu tena kwenye Moyo Review, mahali ambapo tunakuletea hadithi za sinema zinazogusa moyo kwa undani na kwa mtiririko wa moja kwa moja. Leo tunakuletea recap ya filamu mpya ya mwaka 2024 kutoka Nigeria inayoitwa Miss PJ, hadithi ya mwanamke mmoja mwenye sauti ya nguvu lakini mwenye maisha yaliyojaa maumivu yaliyofichwa chini ya tabasamu. Usiache kusubscribe, pia turn on notifications kwa kubonyeza alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Niite Triple MTZ. Hadithi inaanza kwa utulivu, huku tukiingia katika maisha ya Precious Juliet, anayefahamika zaidi kwa jina la utani Miss PJ. Ni mwalimu maarufu wa shule ya sekondari mwenye nidhamu kali, aliyejaa busara na anayependwa na wanafunzi. Lakini licha ya mwonekano wake wa ukakamavu, ndani ya moyo wake kuna giza zito analolibeba kimya kimya. Miss PJ anaonekana kuwa na maisha yaliyopangika, nyumba nzuri, kazi inayomheshimisha na watu wanayomheshimu. Lakini polepole filamu inaanza kufichua maisha ya pili ya Miss PJ, maisha yasiyo na furaha, yaliyofungwa na kumbukumbu za giza kutoka utotoni na majeraha ya moyo yaliyowahi kuvunjika vibaya. Kwa miaka mingi, PJ amekuwa akikimbia kivuli cha baba yake mlezi aliyewahi kumbaka akiwa na umri mdogo. Alitoroka nyumbani akiwa kijana, akaanza kujitafutia maisha kwa miguu yake, hadi akawa mwanamke anayeheshimika. Lakini maumivu ya nyuma hayakuwahi kuondoka, yamejificha ndani yakimtawala kimya kimya. Anapofundisha shuleni, mwanafunzi mmoja wa kike anaanza kujihusisha na mwanaume mtu mzima. PJ anapogundua, anachanganyikiwa sana. Kisa hicho kinamrudisha nyuma katika kumbukumbu zake za utotoni, na hapo ndipo tunaanza kuona upande wake wa pili, mwanamke aliyejeruhiwa lakini aliyefunga midomo kwa miaka mingi. Wakati huo huo, mwanaume mmoja, Pastor Eloka, mchungaji mchanga anayeongoza kanisa karibu na shule, anaanza kumkaribia Miss PJ. Ana mvuto wa upole, anaonekana mwenye heshima na anavutiwa na ustaarabu wa PJ. Ingawa PJ anataka kuamini tena katika mapenzi, moyo wake umekufa ganzi. Anaamini kuwa hana nafasi ya kupendwa tena, na anahofu kwamba ukweli wa maisha yake ukifichuka ataachwa tena kama ilivyowahi kutokea miaka ya nyuma. Lakini Eloka hasalimiki kirahisi. Anaendelea kuonyesha mapenzi ya kweli, heshima na uvumilivu wa hali ya juu. Anaanza kugundua kwamba kuna jambo kubwa linalomzuia PJ kuwa wazi, na badala ya kumkimbia, anaanza kuomba nafasi ya kuwa bega lake la kulia. Wakati hali inazidi kuwa nzito, mwanafunzi aliyekuwa katika mahusiano na mtu mzima anapatwa na ujauzito. Shule inavurugika. Miss PJ anasukumwa kuzungumza hadharani kuhusu madhara ya ukatili wa kingono. Lakini kabla hajafanya hivyo, anazimia mbele ya wanafunzi wake baada ya kupatwa na shinikizo la damu, matokeo ya msongo wa mawazo. Katika hospitali, akiwa hoi kitandani, Pastor Eloka anamshika mkono. Miss PJ anavunja kimya. Kwa mara ya kwanza, anasimulia hadithi yake ya mateso ya utotoni, kutelekezwa na mama, kubakwa na baba wa kambo na kukulia mitaani. Anamwambia Eloka jinsi alivyowahi kupendwa na mwanaume mmoja aliyemkimbia baada ya kugundua historia yake. Eloka anamwangalia na kusema maneno aliyoyahitaji kwa miaka mingi: hayo hayakubadilishi kuwa mtu mbaya. Umenusuruka moto na bado unasimama. Hilo ndilo shujaa wa kweli. Maneno hayo yanamfungua PJ kwa mara ya kwanza. Anarudi kazini baada ya kupona, lakini sasa akiwa na ujasiri mpya. Anaandaa kongamano kubwa shuleni, anasimama mbele ya wanafunzi na walimu, na kwa ujasiri anasimulia hadithi yake ya maisha, si kama mwasiriwa, bali kama mshindi. Kwa sauti iliyotetemeka lakini imara, PJ anawafundisha vijana wa kike na wa kiume kuhusu kujiheshimu, kujilinda na kusema ukweli kila wanapokumbwa na vitisho au manyanyaso. Anawatia moyo waliovunjwa, akiwakumbusha kwamba hatima yao sio chimbuko lao. Baada ya hotuba hiyo, shule nzima inamshangilia. Wanafunzi wanaanza kumwona si tu kama mwalimu, bali kama mama, kama kiongozi na kama alama ya matumaini. Hata mwanafunzi aliyekuwa mjamzito anajitokeza na PJ anamsaidia kwa upendo bila kumhukumu. Wakati huo, Pastor Eloka anamwalika PJ kwenye ibada ya kushukuru. Wakiwa kanisani,
Eloka anaeleza mbele ya waumini kuwa angetaka kumchumbia mwanamke jasiri zaidi ya wote aliyowahi kukutana naye. Na kisha anampigia magoti Miss PJ mbele ya kila mtu akimwomba kuwa mke wake. PJ anafunika uso wake kwa mikono. Machozi yanamtoka. Kisha anasema, "Ndiyo." Filamu inaisha na picha ya harusi ya Miss PJ. Si harusi ya kifahari, lakini ya furaha halisi. Wakiwa kwenye picha ya pamoja ya harusi, Miss PJ anasema maneno ya mwisho kwa sauti ya ndani. "Niliwahi kufikiri kwamba maisha yameisha, lakini kumbe maisha yangu yalikuwa yanasubiri nianze kuishi. Mapenzi ya kweli huanza pale unapojikubali na unapopendwa bila masharti." Miss PJ ni hadithi ya ukombozi wa mwanamke. Ni sauti ya wale waliowahi kunyamaza kwa maumivu. Ni filamu ya mafunzo, ya matumaini na ya nguvu ya kusimama tena baada ya kuvunjika. Inatufundisha kwamba kila mtu ana historia, lakini hatma huandikwa na ujasiri wake. Usisahau kulike, kusubscribe na kuacha maoni yako hapo chini. Tuambie, umewahi kuficha maumivu yako ili kuendelea kutabasamu? Hadithi ya PJ huenda ikawa hadithi ya mtu unayemjua. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Triple MTZ na hii ni Moyo Review.